Yes, mzee baba anaitwa Platinum, mzee wa vitu vyake. Sikia maneno yake, ana mambo huyu bwana. Noma sana, ndani ya goma moja linaitwa Tele. Sikiliza kwanza anavyoingia hapa babake. Mamzuka ni kama yote enzi zake za mavibe kinoma noma. Anaitwa nani? Wanamuita Diamond Platinum. Sikiliza kitu hapa babake. Noma sana, huyo ndio wanamuita mzee wa kuua ndani ya kolabo. Yes. Huyu bwana anaambiwa bwana ni wakati wa kusimama. Kusimama kwa ajili ya watu ambao wanamhitaji. Maana hawa watu wanampenda. Hawa watu anatakiwa yeye awasimamie, na hatimaye wale ambao ni victim na ambao ni wahanga awapatie haki. Yes. Wanamsubiria. Wanasubiria watu afanye kitu. Mea akisimama tu watu watakuja nyuma yake. Yeye ni kiongozi, na kiongozi anakuwa ni mstari wa mbele. Babake ukisikia ni hatari, ni hatari. Ni noma sana. Ukisikia ni balaa zito hili hapa. Bonge la sinema nzuri sana yenye kuelezea uhalisia wa maisha ambayo yapo katika jamii mbalimbali. Kama sio jamii yetu, basi ni jamii ya watu wengine. Tunasikia pia tunaona yote haya yapo katika ulimwengu. Inaweza isitokee kwako, ikatokea kwa jirani. Inawezekana ikatokea kwa jirani, ikatokea kwa mwingine, ikatokea nyumbani kwako. Haya yote huwa yanatokea. Inawezekana yasitokee kama ya kwenye sinema, lakini yakawa kama vile ya kwenye sinema. Ni bonge la movie hapa. Unaambiwa ni wakati wa kazi. Mambo ni mazito sana, asikwambie mtu. Mwanaume sasa ni anaanza shughuli. Hii shughuli pevu babake. Sio jambo la kitoto hili, ni jambo zito sana hili. Lazima ujipange kweli kweli. Sasa ni wakati wa kazi. Lamon, subiria kwanza. Unasemaje tena mama Chanja? Anambia leta maswaga. Anambia unajua nataka nikushukuru kitu kimoja. Mama anasema hukumwacha mtoto wetu. Anasema tuna nguvu wote. Mimi na mwanangu tunategemeana bwana. Mama anafurahi sana. Anasema hakika katika japo kwamba alikutana huyu mwanaume katika mazingira mabaya, lakini Mungu sijui alimpangia nini. Anasema kwanza nataka nikuombe kitu kimoja. Nilikwambia kwamba kabla ya familia yangu haijakamilika, Tangole atakapokuwa meya, basi nitakamilisha kile nilichokuahidi. Nitajiweka mimi mwenyewe mbele ya mikono ya polisi. Nitaenda kutumikia kifungo changu. Anasema sasa utajiweka mwenyewe mbele ya polisi? Labda sasa maana yake unataka kwenda gerezani? Anasema nahitaji kukaa gerezani kidogo, angalau nilipe madhambi yale yote ambayo niliweza kuyafanya. Lazima nifanye hili jambo, angalau kusafisha jina langu. Ni kitu ambacho kiko sahihi hata mbele ya Mwenyezi Mungu, hasa kwa ajili yako na kwa ajili ya mtoto, na mtoto wetu aweze kuwa meya. Nikiwa niko gerezani afu mwanangu meya, najua maisha safi. Hata siku nikifia gerezani, hata nikitoka kule, mwanangu nilipambana katika mapambano. Anaambia mama anamwambia anaelewa. Mama anasema huyu mwanaume kwa kweli natumaini sasa unaelewa. Hindi lang ikaw ang mahihirapan sa gagawin mo. Tapos na tena kingine, huwag mo kalimutan, usije ukasahau hata siku moja kaming mga mahal, kwamba watu unawapenda wapo kwa ajili yako. Tutasubiria kama Mungu atakuwa amepanga, kama ikiwezekana. Anasema kwa kweli ningejuaga mapema haya mambo, ningekuwa nishaacha zamani, ningefungwa gerezani katoka tayari, mambo safi. Anambia mimi na Tangoli na wewe tutakuwa tunaishi maisha angalau kidogo ya peaceful, ya amani. Anasema someday, siku moja labda,
kweli siku moja kama Mungu akipanga, kwa sababu bado kuna pambano zito lipo mbele ambalo ni full action babake. Nani atakayetoka salama kwenye hayo mapambano? Mwamba leo anampiga kisu mama. Mara ya kwanza anakutana jamaa alimbaka, na baada ya hapo Mungu akabaliki wazo alilokuwa nalo huyu jamaa kichwani, kwa sababu anasema maneno huumba. Alisema napandikiza mbegu zote, baadaye nitakuja kubeba mavuno yangu. Huyu jamaa alimbaka mwanamke aliyekutana naye Uswahilini tu, na hatimaye akiwa na imani huyu mwanamke atashika ujauzito. Sijajua kwa nini jamaa alikuwa anajiamini kiasi hicho, lakini Mungu wa ajabu huwa anabariki kile cha watu washenzi kifanikiwe, kwa sababu ndani yake katika ushenzi kuna jambo la kujifunza. Yaani kwenye ushenzi ndipo anatoka mtu aliye salama. May mga tao. Maana mzee anakamata kwanza kofia lake hilo, mzee baba analivaa namna hii hapa. Watu wanaanza sasa leo, Gulelo watu wataki, Gulelo watu wataki, Gulelo lazima atoke madarakani. Kumekucha babake. Tuendelee kuona wakati wakiwa wamejipanga kwa ajili ya kumtumia Gracia aweze kumchafua Tangoli. Watu tayari maandamano yanaongezeka, watu ndio wanaendelea kuongezeka kwenye, yani watu wanapiga live, yani baba live watu wanaendelea kumsupport Tangoli. Maana kila mmoja basi anisikilize, kila mmoja anisikilize. Saka ni Jessa, yan yung mga question na itatanong nyo. Wag lilihis sa script. Yan talaga ang itatanong. Maana kila mmoja akae katika script yake. Yung mga sagot ni... Maana wanajaribu kutengeneza kampeni za kuhakikisha kwamba wanaendelea kutengeneza kusafisha familia Guerrero. Mnaelewa? Haya, watu wanaendelea wanaandaliwa script, yani maneno ya kuzungumza ya uongo ili kuwasafisha. Wakati waandishi wa habari wako pale. Sorry po Miss Sandy, samahani Sandy. Rally sa Luneta. Kumakapal na po yung bilang ng mga tao. Tayari watu wanaendelea kuongezeka tu huko nje. Dinarinig mo yun? Simula na tayo. Hivi bado mjaanza tu. Gracia hajafika hapa bado. Waandishi wa habari wako hapa wanamsubiria Gracia. Sa labas. Nakatunga. Wakati maadui wanaendelea kuzungumza yetu mabaya, alafu nyinyi mnasubiria. Acha malipota wafanye kazi. Okay po po. Okay, basi hakuna shida. Asan yung iba? Wanasema kwamba inabidi kila kitu kienda hivyo hivyo. Gumawa ka ng paraan. Ndio hivyo, fuatilia, fanya kitu. Kumuha ka ng staff ni Miguelito. Camera, bigyan mo ng mic. Fanya kitu bana. Tafuta mic, yani chochote unachoona. Kayong dalawa. Wewe unaweza kuwa mjinga kiasi hicho. Umasta. Madam. Wewe vunga kwa ripota. Fix kila kitu. Mungu wangu. Sisi tena tu malipota. Anasema lakini Dimpozi na bibi yangu wako wapi? Ambao usijali. Sundin mo na yung gusto niyo. Wewe fuata kile ambacho Vice Mayor anataka. Utakuwa sawa. Anasema tayari nimefanya ulichokuwa unataka, lakini ni sign anaambia hiyo haitoshi. Gawin mo yung gusto mo. Kwa hiyo ile document wameshaweza kupewa waandishi wa habari. Kwa kilichobaki wanataka video ya yule mtu aliyesign ile document anaongea mbele zao. Nakatuta kagaya mo. Gawin mo yung gusto. Anamwambia wewe, fanya anachokwambia. Pamilya ka pang babalik. Utaiona familia yako imerudi. Ukileta mbwembwe tu utaona balaa. Wakati huo ndio kwanza anashangaa anapelekwa sehemu kama hii. Utawa jinga kweli yani. Wanapambana kwa mtu ambaye anaenda hawezi kuonekana. Anasema hawa wanapambana kwa ajili ya haki, sio kwa sababu ya Tangoli na principles zao. Okay. Ulan mo rin ako dati, Gracia. Nilikuwa kama wewe Gracia. No, pero wala nangyari sa akin. Nilikuwa nafanya kila kitu kizuri. Lakini siku zote nikawa nabaki kwenye nafasi yangu ile ile. Anasema lazima mkono wako uwe mchafu kidogo ili maisha yako yaweze kuwa mazuri. Sasa ukikataa, watu watapiga hatua, watakuzidi wewe. Is that so? Kwa hiyo ndio imekufanya na ugeuke. Umegeuza nafsi yako, ukaiuza nafsi yako kwa shetani. Pareho lang tayo. Anasema hatuna tofauti yote. Sisi wote tunapambana kwa ajili ya familia. Wewe unapambana, lakini una bahati. Bado kuna watu angalau kidogo ndio hivyo tena. Mimi sina cha kufanya, sina cha kulinda. Bora wewe hata unalinda wapendwa wako. Mimi nalipa kisasi kwa ajili ya hawa shenzi ambao wameua familia yangu. Kwa anamwambia wao wote wako sawa, lakini kila mtu anapambana kwa ajili ya familia. Bado wakatoa Tangoli huyu hapa anaibuka kwenye jamu la watu. Watu si Tangoli, Tangoli ndiye bwana, ndiye. Mwanaume sasa anaongoza mstari wa mbele, ambia subiria Tangoli.
Hilingan natin ang basbas at gabayang puno sa Reno. Nafikiri tuombe baraka kwa Mwenyezi Mungu kwanza. Nikubariki kwanza. Mungu bariki hichi kichwa. Yani kwa jina la Yesu Kristo. Sasa tumekuwepo hapa mbele yako, tulinde, tuongoze. Tunaomba umlinde huyu mtu aliyechaguliwa na watu. Akaweze kuweza kupata nguvu, apambane ili aweze kushinda katika hii vita kubwa. Kwa sababu mlinde aweze kuwa na busara, mbariki, mpatie hekima. Leo wabariki watu wote ambao watakao kuwepo. Shika moyo wake. Wasimamie wale watu wote waliopo nyuma yake. Sasa wasimamie kila ambacho kilicho cha haki. Tulinde sisi wote katika mji. Amina. Mwenyezi Mungu tuongoze. Nashukuru Faza. Hizo ni baraka hizo. Anasema sio tu kwa ajili ya watu, tunasimama nyuma yako sisi kwa ajili yako. Na Yesu Kristo atakuwa pamoja na sisi. Na Mwenyezi Mungu pia. Na sasa tuna transform maisha yetu kwa ajili ya kupambana. Watu wako hapa wanafanya ibada. Huyu bwana anabarikiwa leo ili aingie mchezoni. Patamu hapa, cheki mzee alivyovaa. Mzee muuni huyu. Mzee ni hatari sana. Watu sasa wanamshuhudia Tangoli. Watu wanampenda, walikuwa wamuoni, sasa hivi live wanamuona. Bana, kama kaida, ngumi juu. Ukisikia mizuka kama yote, babake ni balaa ili. Sasa ukiona mkono wote unasikia Tangoli. Wakati tayari bibia amevalishwa gwanda, na hatimaye anasema anajaribu kutoa maelezo haya kwa sababu alikuwa ni mtu gaidi. Anasema tuko hapa huku, wakati mama anaendelea kuongea na waandishi wa habari, huku mwanaume naye anaendelea kuhubiri. Watu wanamhoji maswali bibie. Ongea. Wakati bibia anahujua maswali na waandishi wa habari, wakati huku msala ndio unaanza huo. Unadhani nani atachomoka hapa bake? Yaani wao wakiwa na mipango ya kutaka kumkandamiza Tangoli, kumchafua Tangoli, kafika pale kwenye mlango anasema nataka kiti changu babake. Hilo varangati mzee baba, mimi nakwambia naomba twende kaangalie episode inayofuata, alafu tusipoteze time babake. Baki na DJ Junior ili uendelee kuenjoy.